Unataka kuishi katika hii nyumba? Basi shuka na ule kile alichopika. Piga magoti. Sitaisema tena. Yeye ndiye anayestahili kula hapa tu. Mungu wangu. Eliza, ulimfanya mama yangu afanye nini? Rafiki yangu mpendwa, kabla hatujaingia kwenye hadithi ya leo, acha mioyo yenu itulie kwa muda, kwa sababu baadhi ya hadithi hazikusudiwi kusikilizwa tu. Zimekusudiwa kutukumbusha watu waliotoa kila kitu kwa ajili yetu, hasa mama zetu. Hadithi unayokaribia kusikia si kuhusu utajiri au umaskini. Ni kuhusu upendo wa mama. Kitu kimoja ambacho kikishapotea hakiwezi kubadilishwa tena. Na wakati mwingine tendo moja la uzembe linatosha kuvunja moyo wa mama. Lakini kabla hatujaanza, unaangalia kutoka wapi leo? Dar es Salaam, Dodoma, Arusha, Mwanza, London, New York. Toa maoni ya mji wako ili tujue hadithi hii imefika wapi kwenye moyo wako. Bonyeza subscribe sasa hivi ili usikose hadithi nyingine za kusisimua za Kiafrika zinazokuja. Sasa keti nyuma, vuta pumzi ndefu na acha hadithi hii iguse sehemu ya ndani kabisa ya moyo wako. Mama Zawadi alikuwa mfano wa wazi kabisa wa mama wa Kitanzania. Mwanamke aliyekaa maisha yake yote juu ya viungu vinavyochemka vya vitumbua vya maharage, akipambana na jua na mvua ili kumlea mwana wake wa pekee Michael akawe mhandisi wa teknolojia na baadaye mkurugenzi mtendaji CEO wa startup inayokuwa huko Masaki. Katika siku zake za ujana, watu pale barabara ya Morogoro walimjua vizuri. Meza ya mbao ya chini, sufuria ya alumini ikitoa mvuke, harufu ya maharage ya kusagwa na majani ya ndizi yakichanganyika hewani. Harufu yenye utajiri. Watoto waliopita karibu walikuwa wakigeuza vichwa vyao. Mikono yake ilikuwa migumu na yenye makunyanzi ya kazi, lakini vitumbua vya maharage alivyofunga vilikuwa laini kama hariri, vya rangi ya dhahabu iliyong'aa, vinatoa mvuke, vikiwa vya moto sana, kifungua kinywa kilicholisha mtaa mzima maskini. Michael, kula haraka kisha uende shule. Lazima uondoke kwenye hii mitaa, alikuwa anarudia kila asubuhi, akisukuma kipande kikubwa chenye samaki wengi zaidi kumpelekea mwana wake, wakati yeye mwenyewe akila makombo tu chini ya sufuria. Tangu miaka ile ya mwanzo, maisha ya Michael yalipimwa kwa idadi ya vifungashio vya vitumbua vya maharage ambavyo mama yake aliwauzia watu. Pesa za ada zilitoka kwa wateja waliolipa kwa noti ndogo ndogo. Viatu vyake vipya vya shule vilinunuliwa wakati wa misimu ya mvua, ambapo mama yake alisimama akiuzia chini ya karatasi ya nailoni iliyochanika, miguu yake imelowa kwenye maji machafu, bado anatabasamu. Ni sawa. Naweza kuvumilia. Ilimradi wewe usiwahi kuacha shule, alisema. Michael alikuwa akizungukwa na mvuke, maharage, mafuta na jasho la sadaka ya mama yake. Alisoma chini ya balbu ya njano iliyokuwa inatetemeka kwenye chumba chao kiembamba, pembeni ya marundo ya majani ya ndizi yaliyosafishwa na kuandaliwa kwa ajili ya asubuhi inayofuata. Kila alipata alama nzuri, alikuwa anakimbia nyumbani akiwa hana pumzi. Mama, mimi ni wa kwanza darasani. Mama Zawadi alifuta mikono yake kwenye apron, akamkumbatia kwa nguvu, machozi yakimtiririka kwenye uso wake mweusi uliong'aa. Mwanangu hatawahi kusimama pembezoni mwa barabara kuuza vitumbua vya maharage kama mimi. Mungu amesikia maombi yangu. Michael alipofaulu mtihani wa kuingia chuo kikuu cha hadhi kubwa Dar es Salaam, Mama Zawadi alinunua mwenyewe kitenge kipya kwa mara ya kwanza maishani mwake. Alikaa mstari wa nyuma, hakielewi Kiingereza kilichokuwa kinatoka jukwaani, akasikia jambo moja tu wazi. Michael, ikafuatiwa na makofi. Mikono yake ilikutana ikitetemeka. Akili yake ilirudia kila asubuhi ya mvua, kila wakati magoti yake yaliuma kwa kusimama siku nzima. Kila usiku aliotumia kuokota punje zilizotapakaa sakafuni kwa sababu kesho lazima tusage zaidi ili tuuze. Yote ilionekana kuwa na thamani kwa ajili ya jina hilo moja kuitwa. Miaka baadaye, Michael alipokuwa mhandisi wa teknolojia, kisha akapata kazi kwenye kampuni kubwa ya teknolojia, bado hakuelewa teknolojia ina maana gani. Alijua tu mwanaye sasa anafanya kazi kwenye jengo refu la kioo lenye kiyoyozi, lifti, na watu walimuita mtu wa kesho.
Mwanangu anafanya kazi na kompyuta, aliwaambia majirani kwa kujivunia, kana kwamba yeye mwenyewe ndiye aliyebuni simu janja. Sijui kompyuta ni nini, lakini lazima iwe kitu kikubwa. Anarudi nyumbani amechoka mpaka analala kwenye kiti. Michael alipofungua startup yake mwenyewe, watu waliokuwa wakimcheka zamani, mwana wa muuzaji wa vitumbua vya maharage atakuwa na kuuza vitumbua vya maharage tu, ghafla walibadili maneno. Walimuita boss, mtu aliyefanikiwa. Lakini Mama Zawadi bado alimuita mtoto wangu. Neno CEO lilionekana geni kwake, lakini Michael bado alikuwa anakula vitumbua vya maharage alivyomfunga, bado anakaa kwenye kiti cha mbao cha zamani barazani, bado anasema, na ukosa sana huu harufu. Hizo ndizo zilikuwa ushindi wake wa kweli. Kisha kama ilivyo kwenye hadithi nyingi za Dar es Salaam, siku moja Michael alimleta nyumbani mwanamke aliyebadili kabisa mpangilio wa nyumba. Eliza aliwasili kama upepo wenye harufu ya manukato ya gharama. Alishuka kwenye gari linalong'aa, visigino vikigonga kwenye njia ya mawe. Kucha zimepakwa rangi nyekundu ya divai, skrini ya simu daima inawaka, nywele zimekunjwa kwenye mawimbi laini, gauni limekumbatia umbo lake jembamba. Mama alijaribu kwa uwezo wake wote kufungua moyo wake. Aliandaa sinia la pilau, wali, ndizi za kukaanga, kila kitu alichodhani watu wa mjini wangependa. Alitabasamu kwa upole, sauti yake ikitetemeka kidogo. Eliza, onja kile mama amepika. Michael alikuwa akila hivi. Eliza alionja tonge, kisha akaweka kijiko chini, akatabasamu kwa midomo lakini si kwa macho. Ni kitamu kwa namna ya jadi, mama. Lakini mimi nimezoea kula vitu vya kisasa zaidi. Mama alitikisa kichwa upesi. Ni sawa. Mama anaweza kujifunza. Ilimradi mwanangu ana mtu wa kumtunza vizuri, mama atakula chochote. Harusi yao ilifanyika kwenye kanisa kubwa Dar es Salaam. Mama Zawadi alikaa mstari wa mbele akiwa amevaa kitenge kizuri zaidi maishani mwake. Kilemba cha dhahabu kichwani. Alimtazama mwanaye kwenye suti kamili. Eliza kwenye gauni jeupe linalong'aa. Taa, muziki, watu wakipiga kelele, mbusu bibi harusi. Moyo wake ulifurika kwa imani rahisi. Hatimaye mwanangu ana familia. Mimi ni mzee sasa. Naweza kupumzika. Baada ya harusi, Michael alihamia kwenye vila ndogo Masaki, mahali ambapo barabara zilikuwa safi zaidi, honi za magari chache, na kila kitu kilionekana cha hadhi zaidi kuliko mtaa aliokulia. Miezi michache baadaye, alirudi kumchukua mama ili akaishi nao. Mama, sitaki uishi peke yako tena. Ninaweza kukutunza sasa. Nataka uwe karibu nami. Mama alisita. Barabara yenye matope, majirani wenye kelele, vicheko kutoka kibanda cha vinywaji kona. Hicho ndicho kilikuwa maisha yake. Lakini akaona uso wa furaha wa mwanaye na akatikisa kichwa. Pale anapoishi mwanangu, hapo ndipo nyumbani. Nyumba ya Masaki ilikuwa angavu na yenye nafasi. Jikoni kulikuwa na jiko la umeme na oveni, friji ya milango miwili, sakafu za marumaru. Mama aliingia na kugusa kaunta kana kwamba anagusa kitu cha dunia nyingine. Kupika vitumbua vya maharage hapa lazima kuwe kufurahisha. Alitabasamu. Mwanzoni Eliza alijaribu kuwa mpole. Alimuita mama kwa utamu, akambebea mizigo, akamfundisha kutumia remote ya TV. Lakini muda si mrefu tofauti ndogo ndogo zikatokea. Nyufa ndogo kwenye kuta mpya zilizopakwa rangi. Asubuhi mama aliamka saa 11 alfajiri kwa mazoea. Akienda jikoni kuandaa kifungua kinywa. Alipika uji, ndizi za kukaanga, wakati mwingine akaandaa vitumbua vya maharage kwenye vibakuli vidogo alivyoleta kutoka nyumba ya zamani. Mara ya kwanza Eliza alipoingia jikoni akiwa na simu mkononi, akikunja uso kwa harufu. Mama, harufu ni kali kidogo. Nyumba hii imefungwa, si kama mitaani. Mama alishtuka. Samahani. Mama atafungua dirisha. Lakini nina kikao cha mtandaoni. Kama nyumba inanuka hivi, watu watafikiri tunaishi kwenye kantini. Mama.
Eliza alicheka chepesi, lakini lile neno inanuka kama kantini lilitua kifuani kwa mama kama jiwe. Siku nyingine mama aliikunja nguo za wanandoa, mikono yake ikitetemeka kidogo kwa uzee. Shati moja la Maiko halikuwa limenyoka kikamilifu. Eliza akaliokota, akatikisa kichwa. Mama, hatukunji mashati hivi hapa. Yanakunjamana sana. Masaki tunapiga ticking na kuyatundika, hatukunji kama sokoni. Mama akainamisha kichwa. Samahani mama, atafanya tena. Eliza akacheka na kupiga picha, akawatumia marafiki zake, kuishi na viwango vya kijijini Masaki, akicheka. Emoji zilijaza mazungumzo, ingawa mama hakuziona. Alisikia tu vicheko kutoka sebuleni na sauti ya chini ya Maiko, usimchezee mama. Yeye ni mwepesi kuumia. Polepole mlo ndani ya nyumba ukabadilika. Hakukuwa tena na wali wa mama. Sasa ilikuwa pasta, saladi, steak. Eliza akaajiri mfanyakazi wa nyumbani wa kulipwa, akisema, acha mama apumzike. Inaonekana vibaya wakisema tunamlazimisha kupika kwenye umri wake. Lakini hakuna aliyemuuliza mama kama anataka kupumzika. Kupika ilikuwa maisha yake. Kusukumwa nje ya jikoni kulihisi kama kusukumwa nje ya uwepo. Usiku mwingi aliandaa kimya kimya wali mweupe kidogo, mchuzi kidogo, kisha akaweka pembeni. Ikitokea Maiko anarudi usiku na ana njaa, alijiambia. Usiku mmoja Maiko alirudi kuchelewa, akavuta harufu. Wow! Na ukosa huu harufu. Mama amepika mchuzi. Imekuwa muda mrefu. Akala vibakuli viwili kamili bila kujua kuwa Eliza alikuwa amesimama nje ya mlango wa jikoni, mikono imekunjwa kifuani, akiitazama sufuria kana kwamba ni mgeni asiyehitajika. Baada ya usiku huo, Eliza akaanza kumshauri Maiko taratibu kuhusu chakula, kuhusu taswira, kuhusu jinsi nyumba za Masaki haziwezi kunuka mafuta ya kukaanga na vitunguu muda wote kama mitaa ya maskini. Maiko alikuwa bize, mikutano, mikataba, uwekezaji ukimkalia kichwani. Alitikisa kichwa bila makini, akikosa mabadiliko madogo kwenye sauti yake. Sawa, chochote kinachofanya kazi. Ilimradi mama yuko vizuri, alikuwa anasema, kama kitambaa chepesi kufunika jeraha asiloliona likitokea. Lakini wazo la Eliza la urahisi lilikuwa ni kumsukuma mama hatua kwa hatua mbali na jikoni, mbali na moyo wa nyumba, na hatimaye mbali na kuwa sehemu ya familia. Kwanza ikaja kifungua kinywa. Acha mfanyakazi apike mama. Unapaswa kupumzika, alisema kwa utamu lakini kwa ukakamavu, tayari akiweka viungu na vifaa vya mama kwenye rafu ya juu kabisa. Kisha ikaja harufu ya chakula. Eliza alinunua marashi yenye nguvu ya vyumbani, akinyunyiza nyumba kila mara mama alipokaanga chochote. Nyumba inapaswa kunuka manukato, alieleza. Si mafuta ya kupikia. Kisha ikaja vyombo. Mama alipenda vibakuli vyake vya zamani, vimechoka lakini bado vinaweza kutumika. Kwake kutupa kitu kizuri ilikuwa dhambi. Eliza aliviona na kukusanya vyote ndani ya boksi. Hivi vinaonekana maskini sana. Mama, nimekununulia seti mpya inayong'aa. Lakini seti mpya ilipofika, mama hakuthubutu kuzigusa. Aliogopa kuzivunja. Aliogopa kusikia kauli nyingine. Mama hajazoea vitu vya ubora. Hivyo cha ajabu, kadiri nyumba ilivyozidi kuwa mpya na nzuri, ndivyo mama alivyopungua ndani yake, akijificha kwenye kona yake ndogo, akishikilia vitu vichache vya zamani alivyobakiza kama kumbukumbu inayofifia. Maiko alimpenda mama yake. Hilo lilikuwa kweli. Bado alimkumbatia baada ya kazi. Bado aliwatumia ndugu pesa. Bado alimnunulia dawa nzuri, lakini akiwa amezungukwa na barua pepe, tarehe za mwisho na mikutano, alianza kukosa mambo madogo yaliyo muhimu. Namna mama alivyokuwa anasimama kimya kila Eliza alipokosoa chakula chake. Namna alivyokuwa anasita kumpa mtu bakuli asiye na uhakika wa nafasi yake. Namna alivyokuwa akiteleza ukubwa wake kila anapopita jikoni linalong'aa bila harufu ya maharage, bila majani ya ndizi, bila vitumbua vya maharage vinavyomvukia kwa ajili ya mwanaye.
Alifikiri, mama anazeeka tu na anakuwa mwepesi kuumia. Nitamupeleka mafungo kanisani, siku moja atajisikia bora, alijihakikishia. Lakini ndani ya ile nyumba, nyuma ya zile kuta nyeupe na sakafu zilizong'arishwa za masaki, nyuzi zisizoonekana zilikuwa zinakatika moja baada ya nyingine. Na yote ilianza kwa vitu vidogo kabisa. Bakuli kuitwa la kijijini. Sufuria ya mchuzi kuitwa si ya kiwango. Vitumbua vya maharage kuwekwa frijini kwa sababu havilingani na ladha yetu. Mabadiliko madogo tu yalitosha kuvunja moyo wa mama. Tangu mama ahamie kuishi nao kwa ajili ya kutunzwa uzeeni, Eliza alimdhihaki kitenge chake cha zamani, alibeza chakula cha maskini, alibeza jinsi anavyotembea bila kuangalia. Mwanzoni kila kitu kilisikika kama mzaha usio na madhara. Mama, hiki kitenge ni cha enzi gani? Enzi zile za zamani kabisa au? Eliza alipitisha macho juu ya kitambaa kilichofifia na akatabasamu kwa kejeli. Mama wa CEO kuvaa kama muuzaji wa vitumbua vya maharage mtaani. Watu wanaweza kudhani nyumba yetu inatoa msaada kwa wasio na makazi. Alipasua kicheko baada ya kusema, vidole vyake vikisogeza simu, hata hakusumbuka kumtazama mama machoni. Mama alilazimisha tabasamu, akinyosha pembe za blauzi yake. Hii blauzi mwanangu alinunulia alipokuwa anaanza kazi. Naivaa ili nikumbuke siku hiyo. Ndiyo, kumbukumbu ni nzuri, mama. Lakini Masaki watu hawavai hivyo, Eliza alijibu kwa utamu. Lakini kila neno lilihisi kama siki ikidondoka kifuani mwa mama. Siku nyingine mama alikuwa jikoni akipika sufuria kubwa ya mchuzi kwa nyama kidogo ya ng'ombe, samaki wa kukaushwa, chembe ya dagaa wa kusagwa, kila kitu alichojua Maiko alipenda tangu alipokuwa mtoto wa shule. Alikoroga kwa uangalifu, harufu tamu ikijaza jikoni safi la marumaru. Visigino vikagonga nyuma yake. Eliza akaingia akiwa amevaa gauni la kubana mwili, simu imebanwa sikioni. Akakunja pua akipunga mkono kama anafukuza moshi. Mama, hii harufu. Mungu wangu, nahisi kama nimesimama katikati ya soko la Kariakoo. Sio Masaki. Akakata simu, akageuka, akajiegemeza kwenye kaunta. Nilikwambia tayari, hii nyumba inapaswa kudumisha kiwango. Harufu ya mchuzi. Harufu ya kukaanga. Hiyo ndiyo harufu ya umaskini. Mama, watu wakija na kunusa hivi, watadhani CEO wa Masaki bado anaishi kwenye kantini ya barabarani. Mama akarudi nyuma bila kujua, mwili ukijibu kwa hisia ya kuogopa. Lakini Maiko anapenda huu mchuzi. Mara ya mwisho. Eliza akamkatisha, tabasamu likitoweka. Maiko sasa ni mfanyabiashara, si mvulana wa miguu mitupu wa mtaa maskini. Mama, lazima umwache aishi kulingana na kiwango chake. Mama akauma mdomo akimeza kitu kizito. Mwishowe akanong'ona, mama atafungua dirisha. Mara nyingine nitatengeneza kidogo. Lakini usiku huo Maiko aliporudi nyumbani, bado alikula vibakuli viwili kamili, macho yaking'aa kama mtoto aliyerudishiwa toi yake anayoipenda. Nje ya mlango, Eliza alisimama, mikono imekunjwa kifuani, kimya, macho yake baridi kama maji ya mvua. Kisha ikaja suala la mama kutembea bila kuangalia. Nyumba ya Masaki ilikuwa kubwa, yenye vioo vinavyorejesha mwanga wa jua na sakafu za mawe zilizong'arishwa mpaka nyayo zilitoa mwangwi. Mama aliyezoea sakafu za udongo, vumbi na ardhi yenye makelele, alijitahidi kutembea taratibu, lakini kwa namna fulani daima alikuwa hayuko sawa na mpangilio wa humo. Asubuhi moja, Eliza alikuwa anarekodi video, kile kipande chake cha maisha ya mke wa CEO kwa Instagram. Alisimama sebuleni akitabasamu kwa uangavu, akipambwa na sofa jeupe, vazi la maua lililoagizwa nje, zulia la Kituruki. Hapo hapo mama akapita nyuma yake akibeba ufagio mdogo na mgongo umeinama, bila kukusudia akaingia kwenye fremu. Eliza akasimamisha kurekodi papo hapo na akageuka kwa mkato. Mama, Mungu wangu, kwa nini hutazami unakopita? Narekodi content ya mitandao ya kijamii. Watu wakiona hivi, watadhani hii nyumba ina mjakazi mzee.
Mama akapigwa na butwaa, ufagio ukateleza kutoka mkononi. Samahani. Sikujua. Hapa si kule kwenu, Eliza alisema, sauti yake kali kama barafu. Hapa kila hatua lazima ionekane vizuri. Sitaki mtu afikiri mama wa CEO anaonekana kama mfanyakazi wa ndani. Maneno yakampiga mama kama kofi lisiloonekana. Mama akainama kuokota ufagio, mkono ukitetemeka. Kuanzia sasa mama, kabla hujatoka sehemu yoyote nijulishe, Eliza aliongeza, sauti ikirudi kwenye utamu unaoumiza. Ili niweze kujiandaa. Hii nyumba inahitaji utaratibu. Mama akatikisa kichwa. Utaratibu? Tangu siku hiyo alitembea kidogo. Alikaa chumbani kwake zaidi. Alitoka nje tu akiwa na uhakika hakuna simu zinarekodi, hakuna kamera, hakuna taswira ya kuharibu. Siku baada ya siku, maneno ya Eliza hayakuvunja ngozi ya mama, lakini yalivunja moyo wake. Chakula cha maskini, nguo za kijijini, harufu ya umaskini, kutembea bila kuangalia. Kila neno ambalo Eliza aliliacha lilikuwa kama sindano, ndogo mno kuua mara moja, lakini kali vya kutosha kuchana moyo taratibu. Na Maiko alikuwa kama wanaume wengi wa mjini, amekwama kati ya mikono yenye joto na sugu ya mama aliyemlea na kumbatio laini lenye manukato la mke wa kisasa wa mjini. Kila mama alipotaja malalamiko madogo kama, Eliza hapendi harufu ya chakula changu, labda nipike kidogo, Maiko alikuwa anampapasa bega kwa upole na kucheka. Mama, kizazi changu ni tofauti. Usichukulie maneno yake kwa uzito. Mimi bado napenda chakula chako. Mara nyingine nipikie mimi peke yangu, sawa? Na hapo ndipo alipoishia. Hakuwahi kuuliza alisema nini hasa. Ulihisi vipi? Hakuwahi kuangalia kwa undani zaidi kwenye macho ya mama yake yanayofifia, ambamo huzuni ilikaa kimya kimya kama wingu linalokataa kutoweka. Alikuwa bize kwenye mikutano, bize akiwashawishi wawekezaji, bize akijibu barua pepe kutoka London na New York. Hakutambua kwamba baadhi ya vitu ukichelewa kuviona kwa sababu uko bize, siku moja vitakuwa vimechelewa kuokolewa. Mama alielewa. Alielewa hali ya kujisikia mzigo. Maisha yake yote alijifunza kujifanya mdogo ili dunia inayomzunguka ibaki na raha. Kwa hiyo badala ya kulalamika, alijirekebisha. Aliamka mapema zaidi, akapika kiasi kidogo, akatumia jiko la nyuma, akafungua madirisha yote ili harufu itoke, akafua nguo nyuma ya nyumba, akiepuka sehemu ya kukaushia ya Eliza, akachagua vitenge visivyo na rangi kali, akifikiri itamfanya aonekane asiye wa kijijini. Lakini kwa Eliza, kila jitihada ilikuwa haitoshi. Siku moja ya mchana mkali wa Dar es Salaam, joto likitetemesha hewa, mama alikaa jikoni akijipepea taratibu kwa jani la mnazi. Akamfikiria Maiko, akakumbuka namna alivyokuwa anakula vitumbua vya maharage kwa mikono yake, pilipili mdomoni, akitabasamu kwa uso mzima. Atarudi mapema leo, alinong'ona. Acha mama ampikie bakuli la wali wa moto, mchuzi kidogo, nyama kidogo. Alisema amekikosa chakula changu. Wazo hilo likamhamisha moyo kama jiko la mkaa chini ya sufuria ya vitumbua miaka ile ya zamani. Akasafisha mchele, akachagua punje nyeupe zaidi, akakata nyama, akakaanga vitunguu, akamimina nyanya ya kusagwa. Harufu ikanukia, nyekundu na nzito kama machweo juu ya paa za bati za mtaa wa zamani. Bakuli likawa tayari, wali mweupe laini, mchuzi mnene mwekundu juu, vipande vya nyama vimepangwa kwa uangalifu. Mama akaweka bakuli kwenye sinia, akafuta pembeni safi, kisha akalibeba taratibu kuelekea chumba cha kula. Mwanga wa jua ukagonga mvuke juu ya wali kama baraka ndogo kutoka kwa Mungu. Ndiyo, hii ni nzuri. Mwanangu atapenda, alinong'ona. Hapo ndipo visigino vilipogonga kwa ukali kwenye sakafu ya mawe. Eliza akashuka ngazi, gauni likimkumbatia, nywele zikiwa timamu kana kwamba ametoka saluni sasa hivi. Akasimama, macho yake yakitua kwenye bakuli mikononi mwa mama. Sekunde moja ya ukimya ikapita. Kisha midomo yake ikajikunja, sio kwa furaha. Mama, hiki ni nini?
Sauti yake ilikuwa baridi kiasi kwamba hata kijiko cha fedha juu ya sinia kilionekana kutetemeka. Wali, mama akasema. Nimempikia Maiko, alisema. Mama, umempikia Maiko hili? Eliza akainua nyusi. Wali mweupe na mchuzi mwekundu. Inaonekana kama chakula cha kibanda cha barabarani. Mama akaganda, tabasamu lake likaporomoka. Lakini alikulia akila hivi. Alisema amekikosa. Eliza akacheka kwa sauti ikasikika kote kwenye chumba kikubwa. Mungu wangu, mama. Fikiria washirika wake au wateja wake wakiingia na kumwona CEO anakula chakula cha maskini. Watakirekodi na kukiweka mtandaoni. CEO wa Masaki bado anakula chakula cha kijijini. Unaweza kufikiria aibu. Akasogea mbele, kila hatua kama msumari unaogongwa sakafuni. Mama, nilikwambia hii nyumba inahitaji taswira. Chakula cha namna hii kinabaki kwenye kumbukumbu, si juu ya meza ya chakula Masaki. Mama akafungua mdomo kutaka kueleza, lakini maneno yakakwama kooni. Wacha nisafishe, Eliza akasema, tayari akinyoosha mikono kuelekea bakuli. Mama, tafadhali kiache mpaka Maiko. Lakini Eliza hakungojea. Akanyakua bakuli kutoka mikononi mwa mama. Kauli ya kauri ikagonga sinia kwa kishindo. Punje chache za wali zikatapakaa sakafuni, zikining'inia na kuviringika kama meno ya mtoto yanapoanguka mdomoni. Mama akanyoosha mkono kwa hisia, lakini ilikuwa imechelewa. Mke kijana mrembo kwenye gauni la gharama akaelekea moja kwa moja bafuni, visigino vikigonga sakafu kwa midundo baridi ya makusudi. Eliza, unafanya nini? Sauti ya mama ikapasuka, haikusikika vizuri. Ninatupa tu takataka mama, Eliza akajibu bila kugeuka. Mlango wa bafu ukafunguka. Giza likangoja ndani. Kivuli cha Eliza kikapotea ndani. Sekunde chache baadaye, sauti moja tu ikarindima ndani ya nyumba. Kali, isiyo na huruma, ikichana udanganyifu wa ustaarabu na amani ambayo nyumba ilijifanya nayo. Sauti ya chakula alichopika kikimwagwa moja kwa moja kwenye choo. Mlango wa mbele ukafunguka. Maiko akaingia akiwa amechoka baada ya mkutano mgumu. Tai yake ilikuwa imelegea, vifungo viwili vya juu vya shati vimefunguliwa, laptop begani ikihisi kama jiwe jingine la kubeba. Kiyoyozi cha gari kilikuwa kimezimika sasa hivi. Joto la mchana wa Dar es Salaam likavamia ndani, likichanganyika na harufu hafifu ya manukato aliyojipulizia asubuhi, sasa ikiwa tu harufu ya uchovu. Akasukuma viatu vyake vya ngozi, akapita mlangoni, vidole vikinyanyuka kuelekea vifungo vya suti kwa mazoea. Akili yake bado ilikuwa imejifunga kwenye namba, ratiba na maneno ya mwekezaji, tunahitaji kuona ukuaji. Sio tu hadithi ya kusikitisha ya mtaa maskini uliokulia. Alikuwa ametabasamu, akajibu kwa sauti yake ya kujiamini ya CEO, lakini sasa mlango wa mbele ulipofungwa nyuma yake, ile kinga ikadondoka, ikamwacha tu Maiko, mwana wa mwanamke aliyewahi kusimama kwenye mvua kuuza vitumbua ili apate maisha haya. Akavuta pumzi. Nyumba ilikuwa kimya kwa ajabu. Kwa kawaida wakati huu, mama angekuwa jikoni, mkono mmoja kwenye mwiko, mwingine ukifuta jasho, akipaza, Maiko, utakula leo. Mama amepika mchuzi mpya. Na Eliza angekuwa sebuleni au kwenye ngazi, akiongea simu, kicheko chake kikilia ndani ya nyumba kama kengele za kioo. Lakini leo usiku, Maiko hakusikia mwiko ukigonga sufuria. Hakunusa vitunguu vya kukaanga, hakuna mafuta ya moto, hakuna mchuzi mwekundu, harufu ya utoto wake. Kulikuwa tu na sauti moja kutoka mwisho wa korido. Glug. 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 Sauti ya maji yakizunguka. Kisha mshindo wa chuma wa choo kikivutwa, kama mtu analigusa neva ndani ya ubongo wake. Mara baada ya hapo, kicheko kikaja. Sio kicheko cha kawaida, bali kifupi, kikavu, chenye makali, kama vipande vya kioo vinavyosuguliwa pamoja. Maiko akaganda kwenye korido. Baridi ya ajabu ikateremka mgongoni mwake, baridi kuliko joto la nje lilivyokuwa kali. Akaweka laptop kwenye benchi karibu na mlango, hata hakujisumbua kuvua koti la suti.
Mkono wake ukakaza kwenye kishikio, kisha ukaachia. Mapigo ya moyo yakaharakisha, sio kwa sababu ya mikutano au ratiba, bali kwa sababu ya hisia ya zamani sana. Ile ya mtoto aliyekimbia nyumbani na hakumwona mama jikoni mahali alipokuwa anapaswa kuwepo. Mama alitaka kuita, lakini maneno yakakwama kooni. Choo kikamaliza kuvutwa maji, kizito cha mwisho. Ukimya mzito ukafuatia. Kisha akasikia visigino vikigonga kwenye sakafu ya mawe, midundo ambayo angeitambua hata akiwa katikati ya umati. Eliza akaanza kutembea kuelekea nyuma ya nyumba, kila hatua nzito kuliko iliyotangulia. Korido ilikuwa na sakafu ya mawe yaliyong'arishwa, picha ukutani pande zote, taa za ukutani za mtindo wa Ulaya zikitoa mwanga wa dhahabu. Kila kitu kilikuwa kwa taswira ya CEO wa Masaki aliyojenga. Lakini chini ya mwanga huo kulikuwa na kitu kibaya. Hewa ilikuwa nzito kwa harufu kali ya dawa ya kusafishia choo iliyochanganyika na harufu nyingine aliyokuwa anaijua vizuri, lakini hakuiweka wazi bado. Alipogeuka kona, alichomwona kilimpiga kama ngumi kifuani. Eliza alisimama mlangoni mwa bafu, mkono mmoja kwenye fremu, mwingine kiunoni, gauni likimkumbatia, nywele zake zilizokunjwa zikiwa timamu. Aliinua mguu mmoja, akitumia ncha ya kisigino kubonyeza tena kitufe cha kuvuta maji ya choo, kana kwamba ni mchezo. Kwa ile sekunde fupi maji yalipozunguka, Maiko akaiona bakuli la kauri la mama, lile alilokuwa akitumia mara nyingi. Ndani yake mabaki mekundu ya mchuzi, punje chache za wali mweupe zikiendelea kuzunguka kwenye maji machafu, zikivutwa chini kama kumbukumbu zinavyofutwa kwa makusudi. Mlio wa maji ulikuwa mkubwa, mkali na baridi kiasi cha kukata sauti nyingine zote ndani ya nyumba. Mama alikuwa amejiegemeza ukuta wa upande mwingine. Mwili wake ulikunjamana ndani yake mpaka akaonekana nusu ya ukubwa wake. Mkono wake wenye makunyanzi ulishika ukingo wa ukuta, vifundo vikiwa vyeupe. Macho yake yalikuwa mekundu, pembeni akiwa na unyevunyevu, kana kwamba alipambana kuzuia machozi ili asisababishe shida. Maiko akabaki kimya. Kwa sekunde chache, muda ukavunjika vipande vipande. Kipande kimoja kilikuwa bakuli la wali. Kipande kimoja mkono wa mama unaotetemeka. Kipande kimoja tabasamu dogo lililopinda la Eliza. Na kipande kimoja kumbukumbu ya mvulana mdogo aliyekaa pembeni ya barabara ya vumbi, akila vitumbua vya maharage alivyompa mama yake, akifurahia kila tonge kama chakula cha mfalme. Harufu aliyotambua mwishowe, nyanya zilizopikwa na pilipili, vitunguu na nyama, sasa ilikuwa imezama chini ya harufu kali ya dawa ya choo. Upande mmoja, utoto. Upande mwingine, taswira ya anasa ambayo mtu alisema lazima aishi nayo. Aliweza kusikia mapigo ya moyo wake masikioni. Dhump, dhump. Kama ngoma za kanisani Jumapili. Umefika mapema, Eliza akasema akimgeukia, sauti yake nyepesi kana kwamba hakuna kilichotokea. Nilikuwa nasafisha tu kidogo. Nyumba lazima ibaki safi, sivyo? Neno kusafisha lilitoka mdomoni mwake, laini kama povu, lakini likachoma masikio ya Maiko kama chuma. Neno kusafisha lilitoka mdomoni mwake, laini kama povu, lakini likachoma masikio ya Maiko kama chuma. Akamtazama, kisha akatazama choo ambacho bado kilikuwa na viputo vidogo vya sabuni vikielea juu ya maji mapya ya kuvutwa. Akilini mwake picha nyingine ikapita kwa kasi. Mama kwenye nyumba ya zamani akiosha bakuli za kauri za bei rahisi kwa mikono chini ya bomba linalovuja, akinong'ona maombi. Mungu, tafadhali mwanangu apate chakula cha kutosha kila siku. Akameza, koo lake likiwa kavu kama jangwa. Kitu gani kimetokea hapa? Maiko hakuwa amewahi kusikia sauti yake mwenyewe ikisikika hivyo kabla. Ya chini, yenye ukwaruzo na karibu isiyotambulika, kana kwamba ni ya mtu mwingine. Macho yake yakashuka kwenye viatu vya Eliza, bado vikiwa vimeegemea juu ya kitufe cha kuvuta maji. Mshipa juu ya mguu wake ulionekana chini ya ngozi laini. Hakuna kusita. Hakuna majuto. Akageuka na macho yake yakakutana na mama. Ndani yake kulikuwa na bahari nzima iliyozuiwa.
aibu, maumivu, kujilaumu na hofu. Hofu ya mwanamke mzee kugundua huenda amekuwa mzigo ndani ya nyumba ya mtoto wake mwenyewe. Mama Michael alitaka kusema, lakini swali jingine likapaa haraka zaidi, moto zaidi, kama chuma kilichotolewa moja kwa moja motoni. Maji ya choo yalikuwa yametulia. Nyumba ilikuwa kimya tena, lakini ulikuwa ukimya wa baada ya radi. Kifua chake kilibana kana kwamba asiposema atalipuka. Eliza, unafanya nini? Sauti ya Michael ikapasuka. Nikuwa namfundisha mama yako somo, Eliza akasema. Akapeperusha mkono, kucha zake nyekundu zikimetameta chini ya taa za bafu kama michirizi midogo ya damu. Nyumba hii si mahali pa watu maskini kuleta chakula chao kichafu cha kijijini ndani. Maneno watu maskini chakula cha kijijini yakagonga vigae vyeupe kama mawe yanayotupwa kwenye maji yaliyotulia, yakisambaza uchafu kwa watu wote watatu waliokuwa wamesimama hapo. Masikio ya Michael yakaanza kusikika kama yanalia. Akamtazama Eliza kana kwamba ni mgeni kabisa. Mwanamke aliyemua, aliyemlinda, aliyemleta ndani ya nyumba hii, sasa alikuwa amesimama mbele ya choo kilichomeza bakuli la chakula cha mama yake, akizizungumza watu maskini kana kwamba anaelezea ukungu kwenye ukuta. Akageuka kwa mama. Mama, sauti yake ikapasuka. Hili limekuwa likitokea kwa muda gani? Mama akashtuka kama mtu aliyetikiswa kuamka kutoka ndoto mbaya aliyokuwa ameanza kuizoea. Akatikisa kichwa, midomo yake ikijikunja kwenye tabasamu lililovunjika, lile tabasamu alilotumia kila alipokuwa akijaribu kumtuliza mwanaye. Ni tu mama, nilitaka kukupikia. Si kitu mwanangu. Mama amevuruga nyumba yenu kidogo. Akainama kana kwamba anataka kuokota kitu sakafuni, lakini hakukuwa na kitu cha kuokota. Kulikuwa tu na kitambaa cha zamani mkononi mwake, sasa kikiwa na doa la maji machafu yaliyosplash, yakiacha alama ya kahawia kijivu. Mikono yake yenye makunyanzi ilikuwa imekuwa na madoa mekundu kwa joto na uzee, ikitetemeka vibaya. Michael akaona kila kitu. Akamshika mama kwenye mkono, kwenye kifundo. Akahisi baridi ya ngozi yake, baridi ambayo haikustahili kuwa ya mwanamke aliyekaa maisha yake yote juu ya mvuke wa moto na moto wazi. Mama akakaza mshiko, akiogopa akiachia, huenda mama akapotea ndani ya ukuta nyuma yake. Ni sawa mama, mama akasema tena. Kwa mara ya pili, macho yake yakikwepa. Ni tu mama hajazoea hii namna ya kuishi. Mama amekosea. Mke wako amenikumbusha kidogo. Amekukumbusha? Sauti ya Michael ikazama chini. Kumbusho ni kutupa chakula cha mama yangu chooni na kukivuta kwa mguu. Hewa bafuni ikawa nzito, ikakaba. Eliza akaweka mkono kiunoni na kucheka. Kicheko cha kukatika kama kioo kinagongana na kioo. Usipanue mambo. Ni bakuli la wali tu. Bakuli moja. Unajua hii nyumba inagharimu kiasi gani? Unajua unawakaribisha kina nani kula hapa? Washirika, wawekezaji, wageni wa kimataifa, halafu mama yako anaendelea kupika hayo mlo ya umaskini na kuyaweka mezani kana kwamba tunaendesha kibanda cha barabarani. Akaonyesha upande wa jikoni kana kwamba anatoa ushahidi wa kosa. Ninamfundisha mama yako kwamba hapa si mtaa wa mabanda. Hapa ni Masaki. Unataka kulinda taswira yako au unataka watu kukurekodi? CEO anakula chakula cha maskini kilichopikwa na mama yake wa kijijini kisha wanaposti mtandaoni. Wimbi la joto likapanda kifuani mwa Michael, likapanda kooni. Akakumbuka usiku aliorudi kuchelewa, akaona sufuria ndogo ya mchuzi juu ya jiko. Mama amekaa kimya kona akiuliza, umekula leo? Akakumbuka akila kwa haraka akiwa amechoka, bila kujua macho yaliyokuwa yanamwangalia kwa matumaini. Alidhani ni upendo tu. Hakujua bei iliyokuwa nyuma ya kila sufuria ya mchuzi. Matusi, kukemewa, kusukumwa nje ya jikoni lililokuwa dunia yake. Akameza kwa nguvu. Mama, alisema, macho yake yakiwa yamefungwa kwake. Hii ndiyo mara ya kwanza Eliza kufanya hivi. Mama akanyamaza.
Tabasamu lake la kujilazimisha likafifia kama rangi ya maji inayofutwa na mvua. Akatazama chini. Mstari wa maji machafu bado ulikuwa mguuni mwake hadi karibu na choo. Ilikuwa wazi kuwa alijaribu kuzuia, kuokoa bakuli kabla halijatupwa kama takataka. Niambie ukweli, mama. Mama akakaza kushika kitambaa, vidole vikichimba kwenye kitambaa. Mwanangu, mama hataki kukuhangaisha. Unafanya kazi kwa bidii sana. Mambo ya nyumbani acha ninyi wawili mshughulikie. Mama, sauti ya Maiko ikapasuka kama mjeledi. Hii ndiyo mara ya kwanza Eliza kukudharau namna hii. Macho ya mama yakajaa kana kwamba mtu amefungua bomba ndani yake. Hapana, alinong'ona, sauti ikiwa ndogo sana, lakini maneno yalikuwa maneno. Mama anaweza kuvumilia. Watu wana mitazamo tofauti. Mama anatoka kijijini. Najua. Tazama. Eliza akakatiza akipeperusha mkono. Hata mama yako anakubali. Namsaidia tu ajisasishie kwa kiwango hiki cha maisha. Huwezi kuwa CEO wa kesho wakati mama yako amekwama jana. Sentensi ya mwisho ikatoka ikiwa kali kama wembe. Nyumba nzima ikawa kimya. Feni ya dari, kiyoyozi, magari nje, kila kitu kilikoma mpaka sauti pekee iliyobaki ilikuwa mapigo ya moyo wa Maiko yakipiga ngoma masikioni. Akamtazama mama. Alikuwa mdogo kiasi kwamba karibu apotee ndani ya ukuta. Mikono yake iliyochomwa na jua ilitetemeka, kitambaa alichokuwa amejishikilia kuifuta aibu yake bado kinadondosha matone ya maji ya choo. Picha mbili zikapishana kichwani mwa Maiko. Mama pembeni ya sufuria ya mvuke kwenye njia ya vumbi, jasho mashavuni, akisema, Maiko, kula uende shule. Na mama hapa akilitazama choo kilichomeza chakula chake. Kitu kikapasuka ndani yake. Sio uvumilivu, sio nafasi ya mume au CEO, bali udanganyifu kwamba angeweza kusimama katikati ya mama yake na huyu mwanamke. Hakukuwa na katikati tena. Eliza. Sauti yake ikapasua nyumba. Sio sauti ya mtendaji mtulivu anayezungumza kwa upole kwenye bodi, bali sauti ya mvulana mdogo aliyewahi kusimama ndani ya mvua akishika mkono wa mama yake, akimpigia kelele mfanyabiashara aliyekataa kumpa kitu kwa mkopo. Mimi nilikuwa maskini. Akasogea mbele, macho yakichoma. Alinilisha kwa chakula hichi ulichokivuta sasa hivi kwenda chooni. Kilio chake kikagonga kuta, vigae, vioo, kikitikisa nyumba iliyokuwa ikijivunia starehe. Mama akatetemeka, machozi yakimwagika, sasa hawezi kuyazuia tena. Hakuwa amewahi kumsikia mwanaye akipaza sauti hivi. Sio kwa pesa, sio kwa biashara, sio kwa kiburi, bali kwa bakuli la wali alilopika. Eliza akarudi nyuma, si kwa hofu, bali kwa mshangao. Hakutarajia hili. Alizoea Maiko laini, mwenye mantiki, ambaye daima alikuwa anakubali ili amani ibaki. Lakini huyu mtu, macho mekundu, mikono ikitetemeka kwa hasira, sauti ikipasuka kwa maumivu, alikuwa mtu asiyemfahamu. Unapiga kelele kwa bakuli la wali, Eliza akabeza kwa udhaifu, lakini sauti yake ikakatika katikati. Maiko hakujibu. Alikaza tu kushika mkono wa mama. Tamko kwa nyumba nzima. Kwa choo linalong'aa lililomeza kazi yake. Kwa mwanamke aliyedhani anaweza kufuta historia yake. Baadhi ya vitu vinaweza kutupwa. Lakini baadhi ya vitu, ikiwa angeruhusu vikanyagwe, asingekuwa yeye tena. Eliza alijaribu kujitetea, sauti yake ikilazimisha utulivu ambao tayari ulikuwa unaanza kutetemeka. Ninataka tu nyumba ionekane ya kiwango zaidi. Mama yako. Imetosha. Maiko akamkatiza. Kilio chake kikachana hewa nzito ndani ya bafu linalong'aa kama kisu. Sauti ikarindima kwenye vigae vyeupe, kwenye kioo, kwenye matone yaliyodondoka kutoka kichwa cha bafu. Kwa mara ya kwanza tangu siku ya harusi yao, Eliza akanyamaza. Maiko akavuta pumzi ndefu kama anajaribu kusukuma hasira inayopanda irudi chini kooni. Akageuka, koti lake la suti la gharama likiwa limekaa vibaya, tai ikiwa imelegea kabisa, lakini hakujisumbua kuirekebisha.
Katika ule muda hakuwa CEO wa kampuni inayosifiwa. Alikuwa tu mtoto wa mwanamke mzee amesimama bafuni, uso kwa uso na wanawake wawili muhimu zaidi maishani mwake, akigundua ameruhusu mmoja wao kuvunjwa moyo ndani ya nyumba iliyobeba jina lake. Bila kusema neno lingine kwa Eliza, Michael ghafla akapiga magoti. Akapiga magoti hapo hapo kwenye sakafu ya bafu ambako maji machafu yalikuwa bado yanaangaza kwa hafifu, mahali ambapo dakika chache zilizopita wali wa mama yake ulizunguka na kupotea. Magoti yake yakagonga vigae. Kitambaa cha suruali yake ghali kikakunja, kikabonyea kwenye sakafu baridi na ngumu. Akainua kichwa na kumtazama mama moja kwa moja. Mama akaganda akiwa amechanganyikiwa. Maisha yake yote, yeye ndiye aliyekuwa akipiga magoti mbele ya madhabahu kanisani, kando ya vitanda vya hospitali, akiomba mwanaye aishi, mbele ya milango ya wadai, akiomba wiki moja zaidi. Hakuwahi kufikiria kuwa siku moja mwanaye angepiga magoti mbele yake. Mikono yenye nguvu ya mwanaume mzima ikanyanyuka na kushika mikono yake iliyochoka na yenye makunyanzi. Mama Michael akaanza, sauti yake ikivunjika kama kioo kinapogonga sakafu. Samahani. Akavuta pumzi. Neno lililofuata lilionekana kuganda kifuani, likitolewa vipande vipande. Nimekuacha uishi kwa hofu ndani ya nyumba yangu mwenyewe. Neno yangu likatulia kwa uzito. Hii ilikuwa nyumba yake kwa jina lake, ilinunuliwa kwa fedha yake. Yeye ndiye aliyeichagua, akaipamba, akachagua kila kitu kinachong'aa. Yeye ndiye aliyemleta hapa kwa ahadi, utakuwa salama. Utapumzika. Lakini sasa, akiutazama mkono wake ukishika ukuta, kitambaa chenye maji machafu, macho yanayokwepa, alitambua kila ukuta safi, kila kigae kinachong'aa, kila mwanga wa njano wa joto ulikuwa shahidi wa hofu ya kimya ya mama yake. Mama alijaribu kuvuta mikono yake, lakini Michael hakulegeza. Hapana mama, acha nikamilishe. Usinivute. Macho yake yalikuwa mekundu, mishipa ikionekana shingoni. Nilidhani ilimradi ninatengeneza pesa, nakupa nyumba bora, dawa bora, hospitali bora, nimetimiza wajibu wangu kama mtoto. Niliamini hivyo. Ndiyo maana nikafunga macho kwenye vitu vidogo ambavyo kwako havikuwa vidogo hata kidogo. Akameza, kumbukumbu zikimchoma kama visu. Mama apike kidogo. Mkwe wangu hapendi harufu. Mama atembee polepole. Sitaki kuharibu taswira yenu. Mimi ni mzee, naweza kuishi tu ili mradi ninyi wawili mko sawa. Wakati huo alikuwa anavicheka, akidhani ni sadaka za kawaida za mama mwenye upendo. Sasa aliona kila sentensi kwa ilivyokuwa kweli, ishara ya hatari. Na yeye alikuwa anazikanyaga bila kusimama. Mama, sauti yake ikashuka. Nilipaswa kuliona mapema. Mara ya kwanza Eliza alipothubutu kuita chakula chako chakula cha maskini, nilipaswa kumzuia. Mara ya kwanza alipodharau blauzi yako, nilipaswa kusema hiyo ndiyo blauzi niliyomnunulia mama yangu kwa mshahara wangu wa kwanza. Lakini nilinyamaza. Niliacha maneno yapite kana kwamba hayakuwa muhimu kiasi cha mimi kuzungumza. Akatoa kicheko kichungu kilichovunjika. Mimi ni mkali mbele ya wawekezaji. Ninatetea mipango yangu mbele ya bodi. Nabishana na washindani sokoni. Lakini sikuwa na ujasiri wa kumtetea mama yangu mwenyewe. Mbele ya mke wangu mwenyewe. Kifua cha mama kilipanda na kushuka. Mwanangu, alinong'ona. Sikulaumu. Sikupenda uingie katikati ya wanawake wawili. Mimi ni mzee. Lazima ufikirie kesho yako, kesho ya mkeo. Lakini kama bei ya kesho hiyo ni mama yangu kudhalilishwa hivi, Michael akatazama choo ambacho sasa maji yalikuwa yamekuwa meupe tena, lakini bado yananuka kemikali. Basi hiyo si kesho, mama. Huo ni usaliti wenye anwani ya kifahari. Ukimya mzito ukashuka. Ukimya mzito ukashuka. Eliza akajiegemeza kwenye fremu ya mlango, mikono imekunjwa kwa nguvu kifuani, taya imekaza. Alitaka kusema, unaenda mbali. Au, sikumaanisha hivyo.
Au amkumbushe kwamba watu wa kwao walikuwa maskini sana kiasi cha kutoelewa dunia anayoishi sasa. Lakini kila toleo la sentensi hiyo, hata angeizungusha vipi, bado lingekuwa kisu kingine, na chumba hiki tayari kilikuwa na majeraha ya kutosha. Alisikia maneno yake mwenyewe yakimrudia. Nyumba hii si mahali pa watu maskini kuleta chakula chao kichafu cha kijijini ndani. Alipoyasema alihisi mwenye nguvu, kana kwamba anaweka mipaka. Sasa akimwangalia mwanaume aliyewahi kujivunia apige magoti mbele ya mama yake, alitambua baadhi ya maneno yakishatoka hayawezi kurudishwa tena. Yanabaki hewani, yanazama ukutani, sakafuni, kwenye kumbukumbu ya kila aliyeyasikia. Hata kama msemaji baadaye atasema sikumaanisha hivyo. Jeraha tayari lipo. Mama akamtazama mwanaye aliyepiga magoti mbele yake na moyo wake ukajikunja. Maiko, simama. Wewe ni mwanaume, kichwa cha nyumba. Unapigaje magoti sakafuni bafuni hivi? Watu wakikuona watacheka. Waache wacheke. Maiko akatikisa kichwa akizikaza mikono ya mama zaidi. Kama kuna mtu anayepaswa kuona aibu leo ni mimi. Mimi ndiye niliyemwacha uadhibiwe ndani ya nyumba yangu. Tone la maji likadondokea nyuma ya mkono wa mama. Alidhani limetoka kwenye nywele zake, lakini tone la pili likatua. Kisha la tatu. Yalikuwa ya moto. Maiko alikuwa analia. Mara ya mwisho mama kumwona akilia alikuwa akiwa na miaka 10. Siku baba yake alikufa kwenye ajali ya lori barabarani. Tangu hapo Maiko alijifunza kuuma mdomo, kumeza machozi na kuwa mwanaume kama wanaume wengine mtaani. Vumilia, nyamaza, sogea mbele. Sasa huyu mwanaume mwenye kampuni yenye mamia ya wafanyakazi alikuwa anayaacha machozi yake yadondoke kama mtoto mbele ya miguu ya mama yake. Mama, sauti yake ikapasuka, kama ningekuwa na uwezo wa kurudi nyuma, ningetamani ningekuwa nimekutilia maanani zaidi. Kugundua kila mabadiliko madogo machoni mwako kila uliponyamaza zaidi kuliko kawaida. Lakini siwezi kurudi nyuma. Nina kitu kimoja tu kilichobaki nifanye ili kuhakikisha hata siku moja zaidi haipiti ukiwa unaogopa ndani ya nyumba yangu. Mama alitaka kusema siogopi. Lakini alijua huo ungekuwa uongo. Alikuwa ameogopa. Aliogopa kuwa mzigo. Aliogopa kuitwa wa kijijini, wa kizamani, asiye na kiwango. Aliogopa kumlazimisha mwanawe achague. Aliogopa kila visigino vya Eliza vilipogonga koridoni. Aliogopa harufu ya upishi wake mwenyewe. Aliogopa itahukumiwa kuwa haifai kwa hii nyumba. Aliishi na hofu hiyo kimya kimya kila siku. Hakuthubutu kumwambia mtu yeyote, hata Mungu, kwa sababu alihisi aibu ya maumivu yake. Na sasa mbele ya macho yake mwanawe aliona. Aliona kitambaa kilicholoa, mikono inayotetemeka, bakuli lililopotea, nyufa zisizoonekana ndani yake. Mama, samahani. Maiko akarudia kama sala. Ninaahidi hutaweka tena kichwa chako chini ndani ya hii nyumba. Si kwa ajili ya mtu yeyote. Hata si kwa ajili ya mke wangu. Mama alijaribu kujituliza, alijaribu kutabasamu, alijaribu kusema ni sawa mwanangu. Haya yatapita. Lakini maneno hayakutoka. Kitu kingine kikaja kwanza, kilio kilichokwama kooni, kisha kingine na kingine. Mabega yake yakaanza kutikisika. Mkono aliokuwa ameshikiliwa ukakaza zaidi, akimshikilia kama mtu anayeshika mtumbwi pekee katikati ya mto mkali. Kope zake za zamani zilizogandishwa na vumbi la barabarani na moshi wa jikoni hazikuweza tena kuzuia mafuriko. Machozi yakamwagika, yakishuka kwenye mistari mirefu ya uso wake, yakikusanyika kwenye midomo yake inayotetemeka. Mama akaanguka akalia. Haikuwa ile kulia kimya kimya kwa aibu aliyoifanya usiku kwenye mto wake akisikiliza wanandoa wakicheka sebuleni. Haikuwa kulia kwa mwanamke maskini anayehisi hayupo mahali pake ndani ya nyumba tajiri. Ilikuwa kulia kwa mama ambaye, baada ya muda wote huu, hatimaye alikuwa ameonekana kweli na mtoto wake. Maiko akasimama. Miguu yake ilihisi mara mbili ya uzito alipojisukuma kutoka kwenye vigae baridi.
Magoti yake bado yalikuwa yanauma, lakini maumivu hayo hayakuwa kitu ukilinganisha na kile kilichokuwa kinapanda kifuani. Akageuka kumtazama Eliza. Alipozungumza, sauti yake ilisikika ya ajabu kuwa tulivu. Lakini chini ya utulivu huo kulikuwa na tabaka nyembamba la barafu linalofunika lava inayochemka. Eliza alisema, kila neno likitua kwa uwazi. Nimevumilia mengi. Mengi. Akageuza macho kana kwamba anaona kupitia kuta, akirudia kila wakati alipomkemea mfanyakazi wa ndani, alipokunja pua kwa harufu ya mchuzi, au alipocheka kwa kejeli mama alipodondosha glasi kwa bahati mbaya. Nimevumilia wewe kupenda anasa, kupenda taswira, kutaka kuishi kama wake wa CEO unaowaona Instagram. Mkono wake ukajikunja kuwa ngumi, vifundo vikigeuka vyeupe. Nimevumilia ukisema Kiingereza changu ni cha bei rahisi, ukisema mawazo yangu ni ya kijijini. Hata uliponiambia nipunguze kutuma pesa kwa familia yangu ili tuelekeze kesho, nilinyamaza kwa sababu nilijiambia ni tofauti ya vizazi, tofauti ya malezi. Akanyamaza, macho yake yakifunga na yake. Lakini mtu yeyote anayemdharau mama yangu, mwanamke aliyenizaa, hawezi kukaa kwenye hii nyumba. Bafu lilionekana kama linapungua. Kuta laini, kioo kikubwa, taa za njano, vyote vilipoteza ule mwonekano wa fahari na kuwa kama kuta za boksi lililojaa hewa inayotaka kulipuka. Eliza akaganda, midomo ikifunguka, lakini maneno hayakutoka kwa sekunde kadhaa. Wewe, mwishowe akaweza kusema, kisha akameza kwa nguvu. Unanifukuza. Neno kunifukuza likarindima hewani, likamrudia kwenye masikio yake mwenyewe, likisikika la kikatili kiasi kwamba akaanza kujitetea mara moja. Umerukwa na akili, Michael, sauti yake ikapaa ghafla. Hii nyumba ni yetu. Mimi ni mke wako. Bila mimi usingekuwa na ile taswira ulionayo leo. Matukio yote, kila wakati niliposimama pembeni yako, branding niliyokufanyia, umesahau hayo? Akasogea kumkaribia, visigino vikigonga vigae kama mihuri ya sentensi juu ya bakuli la wali. Unataka kunitoa kwenye maisha yako? Michael hakusogea. Mtazamo wake ulikuwa thabiti kiasi kwamba ulimtikisa. Hakukuwa tena na hasira ya kulipuka. Hakukuwa na mishipa inayodunda. Kulikuwa tu na uhakika baridi, ule unaotokana na uamuzi uliofanywa ndani kabisa bila njia ya kurudi nyuma. Sio kuhusu bakuli la wali, alijibu. Ni kuhusu namna ulivyomtazama mama yangu kama takataka. Namna ulivyotumia maneno watu maskini ndani ya nyumba iliyolipiwa na mikono uliokuwa unaidharau. Namna ulivyokanyaga kumbukumbu zangu na kuita kufundisha somo. Akaonyesha choo kwa kuinua kidevu. Hukutupa chakula tu. Umetupa heshima ya mwisho niliyokuwa nimebakiza kwako. Eliza akatoa kicheko cha chini chenye uchungu, mchanganyiko wa kuumia na kiburi. Na mimi je? Akajichoma kifua kwa kidole. Unajua nimeacha nini ili niwe na wewe? Marafiki zangu walinicheka kwa kuolewa na Anyumonei. Walisema nina wazimu kuolewa na mwanaume aliyekulia mitaa ya mabanda, lakini bado nilikuchagua. Halafu sasa unasimama hapa na kuniambia siheshimu mizizi yako. Akainua kidevu. Unazungumza vizuri, Michael, lakini sema ukweli. Kama ungeendelea kushikilia huo umaskini wako wa nyuma, ungekuwa hapa ulipo leo. Michael akanyamaza. Kwa muda mfupi aliona nafsi yake ya zamani, ile ambayo ingeweza kusikia maneno hayo na kuchagua kuyameza. Kuchagua kujifanya hakuna kilichotokea. Kumwahidi mama mara nyingine na kujisemea lazima niwe na mizani. Lazima niwe mwepesi. Lakini ule muda ukapita. Kama tu ule wali uliokwenda chooni. Eliza alisema taratibu, kwa uwazi, nitaikumbuka daima mema uliofanya. Sitayakanusha. Lakini kila tukio, kila suti, kila picha havina maana kama vimesimama juu ya aibu ya mama yangu. Akavuta pumzi, kisha akatoa sentensi kama hukumu. Mtu asiyoheshimu mizizi hawezi kujenga familia. Sio pamoja nami. Hewa ikavunjika kichwani mwa Eliza.
Maneno yake yakajirudia tena na tena, kana kwamba mtu amebofya repeat. Asiyoheshimu mizizi hawezi kujenga familia. Basi huo ndio uamuzi wako, alisema kwa sauti ya chini. Unamchagua mama yako na kumtupa mke wako. Maiko akatikisa kichwa. Ninachagua kilicho sahihi. Kama ungekuwa umemheshimu mama yangu, usingeniweka kwenye nafasi ya kuchagua. Kitu kikamulika machoni mwa Eliza. Labda majuto, labda maumivu, labda tu kiburi kilichojeruhiwa, kilipita na kutoweka kama mengine yote katika maisha ya haraka yenye kung'aa aliyojitengenezea. Akanyoosha mgongo. Sawa, alisema akibonyeza kila neno. Unataka niende? Nitaenda. Masaki si haba kwa wanaume waliofanikiwa. Lilikuwa neno lake la mwisho la kujilinda. Kali, chenye sumu, na kikijaribu kwa udi na uvumba kutoonekana kimevunjika. Akageuka. Visigino vyake vikapiga korido. Kila hatua kama alama ya mshangao yenye hasira. Alipopita karibu na mama hakumtazama. Macho ya mama yakamfuata kimya kimya, yakiwa na maumivu, wasiwasi na wepesi wa ajabu. Wepesi kwa sababu mwanaye hatimaye alisimama upande wake. Maumivu kwa sababu alikuwa anatazama ndoa aliyokuwa ameombea usiku mwingi, ikivunjika mbele yake. Eliza, mama akamwita, sauti ikitetemeka. Mwanamke kijana akasimama nusu sekunde, akageuka, macho yake mekundu lakini kidevu kimeinuka. Mama, tafadhali usiseme chochote sasa hivi, Maiko alisema kwa sauti ya chini. Siombi kwa niaba yako, mama akatikisa kichwa akinong'ona. Naomba kwa ajili ya familia. Akatizama Eliza, macho ya uzee yakiwa yamefifishwa na machozi. Binti, siku moja ukipata mwana, utaelewa moyo wa mama. Kila mama anaogopa kuwa mzigo. Kila mama anaogopa kusukumwa nje ya moyo wa mtoto wake. Usiwe mwanamke wa kumfanya mama ajisikie hivyo. Vidole vya Eliza vikakaza kwenye kishikio cha mkoba wake, kucha zikichimba kwenye ngozi yake mwenyewe. Kwa muda mfupi, barakoa ya ubaridi usoni mwake ikapasuka kidogo. Akauma mdomo, akakutana na macho ya mama kwa muda mrefu kidogo, kisha akageuka. Sikulelewa kuwa mama wa namna hiyo, alisema. Nimelelewa kuhakikisha sitakuwa maskini tena. Hicho ndicho alichosema mwisho. Aliingia chumbani. Sauti zikaanza kusikika, zipu zikifungwa, henga zikigongana, draw zikifunguliwa, nguo zikivutwa kutoka kabatini kwa nguvu. Nyumba ikajaa vurugu ya dhoruba ndogo inayojipakia yenyewe. Maiko akajiegemeza ukutani, akihisi mwepesi na pia kana kwamba mtu ameufikia kifua chake na kung'oa kipande cha nyama. Hata hivyo, bado alikuwa mwanamke aliyewahi kumpenda, mwanamke aliyemwita mke wake, mtu aliyewahi kuota kujenga naye kesho ndefu. Lakini baadhi ya vitu vikishavunjika haviwezi kubandikwa tena kwa kumbukumbu nzuri, hasa pale vipande vinapokuwa vimezikwa ndani ya moyo wa mama yake. Muda mfupi baadaye, Eliza akasukuma koti la safari nje. Magurudumu ya koti yakachora mstari mrefu juu ya sakafu, yakipita kwenye vigae vile vile alivyokuwa amerekodi kwa fahari asubuhi hiyo kwenye video ya ziara ya nyumba ya CEO kijana. Akasimama mlangoni. Utajuta hili, alisema bila kugeuka. Dunia nzima inakuheshimu kwa sababu wewe ni CEO. Wewe ndiye pekee unayetembea nyuma. Unang'ang'ania umaskini wako wa zamani. Maiko hakujibu mara moja. Alimtazama mgongo wake, bado akiwa ameshika mkono wa mama. Alijua kwamba akifungua mdomo kubishana, kutaka kushinda hoja, huenda akasema maneno ambayo angeyajutia baadaye. Na tayari alikuwa amechoka kwa majuto. Mwishowe alisema sentensi moja tu. Ya chini, thabiti, si ya kelele, lakini ikitua hewani kama misumari. Kama nitalazimika kuchagua kati ya kuheshimiwa na dunia na kutomsaliti mwanamke aliyenipa uhai, ninachagua la pili. Maneno yakadondoka. Hakuna aliyejibu. Eliza akashika kitasa cha mlango. Bam! Mlango ukagongwa nyuma yake. Sauti ikarindima koridoni, ikagonga ukuta hadi ukuta, ikateleza ndani ya kila chumba.
Visigino vyake vikagonga mbali zaidi na mbali zaidi nje. Kila pigo kwenye mawe likisikika kama nyundo ya mwisho juu ya jeneza la ndoa. Kisha ukimya. Ukimya tofauti kabisa na usiku mwingine wa wote. Hakukuwa tena na kicheko cha juu sebuleni. Hakukuwa tena na manukato mazito juu ya spray ya vyumbani. Kulikuwa tu na sauti ya watu wawili kupumua, mmoja mzee, mmoja kijana, wamesimama pamoja ndani ya bafu. Michael akageuka tena kuelekea choo. Ndani ya duara lile dogo la maji aliona maisha yake yote. Njia ya vumbi, harufu ya vitumbua vya maharage, sauti za mama yake akiuza mtaani na ofisi za Masaki, mikutano na wawekezaji, akili yake ikirudia juu juu juu. Akaukaza mkono wa mama kwa upole, kisha akasema kwa sauti laini kama ahadi na mwanzo mpya. Nimemwacha mtu mmoja aondoke leo mama. Lakini sitakuacha tena wewe uwe ndiye unayeondoka kwenye hii nyumba. Usiku huo Mama Zawadi alikaa jikoni chini ya mwanga laini wa balbu ya njano ulioangazia uso wake wenye mistari ya uzee. Kivuli chake kilianguka ukutani wenye rangi ya krimu, kidogo lakini thabiti kama shina la mti wa zamani uliovumilia misimu mingi ya mvua za Dar es Salaam. Jikoni kulikuwa kimya ajabu. Hakukuwa tena na sauti kali ya visigino. Hakukuwa tena na harufu ya manukato inayojaribu kuzidi harufu ya chakula. Kulikuwa tu na tikitaki ya saa ukutani na mnong'ono wa upepo wa usiku unaopenya dirishani dogo juu ya meza. Viungu ambavyo mama hakuthubutu kuvigusa kwa muda mrefu vilikaa vikiwa safi sana lakini baridi. Akanyosha mkono na kupapasa kishikio cha chuma cha pua kana kwamba anagusa rafiki wa zamani aliyekuwa amemkwepa kwa muda mrefu kupita kiasi. Imekuwa muda mrefu, alinong'ona kana kwamba anajisemea. Tangu nisimame hapa na kupika chakula cha kweli. Koo lake likakaza. Aliwahi kufikiri kwenye umri huu mwishowe atapumzika. Hakuna tena kuamka saa 11 alfajiri kuwasha jiko. Hakuna tena kusimama chini ya mvua na jua akiuza vitumbua vya maharage pembezoni mwa barabara. Lakini mapumziko ambayo Eliza alimpa hayakuwa amani. Ilikuwa ni utupu. Hisia ya kuwekwa pembeni kama kitu cha zamani kinachotolewa tu pale mtu anapotaka hadithi ya kusisimua ya kujivunia. Mama alipokuwa amekaa hapo, Michael alisimama kwenye mdomo wa mlango wa jikoni akimwangalia kimya kimya. Alikuwa amebadilisha nguo, hana koti la suti, hana tai. Sasa alionekana zaidi kama yule kijana wa chuo aliyewahi kuishi hosteli ya bei rahisi kuliko CEO mashuhuri wa magazetini. Mikono ya shati lake imekunjwa juu, mikono yake imara lakini ikitetemeka kidogo. Mama, alimuita kwa upole. Mama akageuka. Macho yake bado yalikuwa mekundu kidogo, lakini sasa yalikuwa tulivu. Mwanangu, akasema akijilazimisha tabasamu dogo. Utapumzika? Umekuwa na siku ndefu sana. Michael akaingia jikoni, viatu vyake vya kawaida vikitoa sauti ndogo sana juu ya vigae. Ningependa kuchoka kwa namna hii, alisema, akielekea moja kwa moja kwenye friji. Akafungua friji, akatoa nyanya, vitunguu, pilipili na nyama. Akafungua chombo cha mchele, akachota kidogo ndani ya sufuria. Mwendo wake ulikuwa wa kucheza-cheza, kama mtu anayejaribu kupiga wimbo aliowahi kujua kwa moyo, lakini hakaujagusa kwa miaka. Mama akamtazama, ameshangaa kiasi kwamba alisahau kupepesa macho. Michael, unafanya nini? Michael akageuka, kona ya mdomo wake ikiinuka kwenye tabasamu lenye joto na huzuni pamoja. Akavuta pumzi. Nitapika wali na mchuzi kama ule uliokuwa ukipika zamani, alisema, lakini leo wewe kaa. Mimi nitasimama kwenye jiko. Mama akaachia kicheko, sauti ikichanganyika na dalili ndogo ya kwikwi. Mwanangu, mikono hiyo, akatikisa kichwa. Imezoea tu kuandika na kusaini mikataba. Usije ukachoma hii jikoni yako ya kifahari. Hii jikoni imekuwa baridi kwa muda mrefu sana, mama, Michael akajibu. Kama itabidi ichomwe kidogo, bado ni bora kuliko ibaki baridi. Kisha akaanza kukata vitunguu na uchungu wake ukamletea machozi. Mama akaunyanyua mkono wa kitambaa. Acha nikukatie hayo.
Hujazoea macho yako? Umelewa machozi mengi kwa ajili yangu tayari, Michael alisema kwa upole, akirudisha mkono wake chini. Kama kuna macho yanayopaswa kuungua kwa vitunguu leo, basi yawe yangu. Alitabasamu, lakini mikono yake bado ilikuwa inatetemeka. Mama akaigemeza kidevu mkononi, akimtazama mwanaye akihangaika kwa upishi. Alikata vitunguu vipande vikubwa visivyo sawa, akakata nyanya vibaya, akamimina mafuta mengi kupita kiasi. Mama akabonyeza ulimi. Hapana, hapana, hayo ni kupoteza mafuta. Acha mama. Michael akageuka kumtazama, macho yake laini. Niongoze tu. Mimi nifanye leo. Nataka kujifunza tena. Kutoka mahali pale maisha yangu yalipoanza kweli. Mama akatoa pumzi. Lakini ndani ya pumzi hiyo kulikuwa na joto. Sawa, alisema, sauti yake polepole na laini kama mvuke unaopanda kwenye sufuria. Kwanza, usiogope mafuta ya moto. Umeshawahi kukutana na wawekezaji wabaya kuliko kikaango? Michael akacheka, kicheko cha kweli, cha uaminifu kuliko vile vicheko vya kupambwa alivyozoea kwenye mikutano. Mama akamfundisha jinsi ya kuweka chumvi vitunguu mpaka vinanukia. Jinsi ya kusubiri nyanya zipungue vizuri ili zisibaki na harufu mbichi. Jinsi ya kuongeza pilipili, viungo na nyama kwa wakati sahihi ili nyama isikauke na kuwa ngumu. Kila maelekezo yalikuja na kumbukumbu. Nakumbuka ulipokuwa na miaka 6, ulisisitiza niweke pilipili zaidi. Unakumbuka? Ulila mpaka macho na pua zikakutoka machozi, lakini uliendelea kusema, niko sawa mama. Nilijua tu hukutaka nipoteze vitumbua vya maharage nilivyokupa. Nakumbuka mara ya kwanza nilipokupa pesa ya kwenda shule. Ulinunua vitabu vyote badala ya chakula. Ulirudi nyumbani na njaa mpaka karibu uzimie. Kuanzia siku hiyo niliapa mwanangu hatakaa na njaa tena. Michael aliendelea kukoroga mchuzi na kusikiliza. Moyo wake ukazidi kukaza kila mara mama aliposema nakumbuka. Aligundua kitu. Yeye alikumbuka tarehe, mwaka alipoingia chuo, mwaka alipoajiriwa, mwaka alipoanzisha kampuni. Mama alikumbuka vitu vidogo, siku alitoa jasho kwa pilipili, siku aliruka chakula cha mchana ili anunue vitabu, siku alilala juu ya meza kwa kusoma sana. Mwisho mchuzi ukanenepa, ukawa mwekundu wa chungwa unaong'aa chini ya mwanga wa jikoni. Harufu ikajaza nyumba, ikapenya kila kona, ikisukuma nje harufu ya kemikali ya bafu, kama kufukuza mzuka nje ya mlango. Wali ukaiva, mvuke ukipanda kama ukungu wa asubuhi juu ya paa za bati za mtaa wa zamani aliokulia. Michael akazima jiko, akachota wali ndani ya bakuli. Sio lile bakuli jipya jeupe la seti kamili ya taswira, bali bakuli la zamani lililopasuka kidogo ambalo mama alikuwa ameng'ang'ania kubaki nalo hata walipotaka kulitupa. Akalibeba hadi kwenye meza ndogo ya mbao na kuvuta kiti. Kisha akageuka, akanyoosha mkono kwake. Mama, naweza kula na wewe leo usiku? Swali rahisi sana, lakini kwa mama lilisikika kama muujiza. Swali rahisi sana, lakini kwa mama lilisikika kama muujiza. Kwa wiki nyingi, milo yake ilikuwa ni mabaki yaliyopashwa moto, akila peke yake jikoni baada ya chakula kikuu kuhudumiwa kwa wanandoa na wageni wao. Alikuwa amezoea kusikia vicheko sebuleni huku yeye akila kimya kimya pembeni ya sinki. Sasa mwanawe yule ambaye Dar es Salaam ilimuita CEO, kijana mwenye kipaji, alikuwa anamuuliza kwa sauti ya mvulana wa miaka 10 baada ya shule, mama, naweza kula na wewe? Tabasamu lake likatetemeka, lakini lilikuwa angavu kuliko lilivyokuwa kwa muda mrefu sana. Mwanangu. Akatikisa kichwa, macho yakimetameta. Hicho ndicho nimekuwa nikikisubiri mwezi mzima. Wakakaa. Hakukuwa na kitambaa cha meza cha kifahari. Hakukuwa na mvinyo, hakuna mishumaa, hakuna kitindamlo cha kukunjwa. Kulikuwa tu na wali mweupe, mchuzi mwekundu, vijiko viwili, sahani mbili, na mioyo miwili iliyokuwa imepotea mbali sana kutoka ule mtaa wa zamani, sasa ikirudi tena kwenye hii meza ndogo ya jikoni. Michael akachukua kijiko cha wali, akamimina mchuzi juu yake, kisha akakiinua mdomoni.
Joto, pilipili, chumvi na utamu mzito wa mchuzi vikamgonga ulimi kama wimbo wa zamani unaochezwa ghafla tena gizani. Akafumba macho. Kwa sekunde moja hakuwa Masaki tena. Alikuwa amerudi kwenye jikoni dogo la zamani. Mvua ikigonga paa la bati. Mama amesimama juu ya sufuria yenye mvuke, mkono mmoja kwenye fan, nywele zake bado nyeusi, ngozi imara, anatabasamu hata jasho likimtoka shingoni. Akajiona yeye akiwa mvulana, miguu mitupu, kaptula, amekaa kwenye kigoda cha chini, akirarua vitumbua vya maharage vya mvuke. Akamwona baba yake bado yuko hai, anacheka kwa sauti, akisema, mvulana wetu anatoka hapa. Tazama tu. Akamwona mama akitikisa kichwa, macho yaking'aa kwa imani. Akafungua macho tena. Mbele yake alikaa mama wa leo, nywele za rangi ya fedha, mgongo umeinama kidogo, lakini macho yale yale, imara, yenye upole, yakiwa yamebeba anga nzima la matumaini aliyoyamwaga ndani yake. Mama, Maiko alisema kwa sauti ya chini, ninaahidi, kuanzia leo hakuna mtu atatumia tena neno umaskini kama tusi ndani ya hii nyumba. Hakuna mtu ataita chakula chako chakula kichafu cha kijijini humo. Mtu yeyote akijaribu tu hatakuwa sehemu ya hii familia. Mama akaweka kijiko chake chini na kumtazama machoni kwa undani. Maiko alisema, sauti ya chini lakini laini kama upepo wa usiku, mtu maskini si yule mwenye pesa kidogo mfukoni. Ni yule mwenye upendo kidogo moyoni. Mimi nimekuwa maskini kwenye pesa, lakini sijawahi kuwa maskini kwenye upendo kwako. Akaweka mkono wake juu ya wake kwa upole. Huwezi kuchagua ulipozaliwa, lakini unaweza kuchagua unavyotendea mahali hapo. Mtu mwenye pesa anayesahau mizizi yake, anasahau mtu aliyembeba alipokuwa mtoto uchi, huyo si tajiri wa kweli. Amevaa utajiri kama vazi tu. Maiko akameza kijiko kingine cha wali, koo lake likiwaka. Kesho, alisema, nitaambia kampuni yangu na vyombo vya habari. Wakiniuliza sikufanikiwa kwa sababu nilitoka kwenye familia ya kifahari. Nipo hapa kwa sababu ya mama aliyekuwa anauza vitumbua vya maharage. Nimechoka kuona watu wakitumia historia yangu kama kitu cha kudhihaki. Na nimechoka kumruhusu mtu yeyote akugeuze kivuli ndani ya nyumba yangu mwenyewe. Mama akatabasamu safari hii. Tabasamu halikutetemeka. Mwanangu, alisema, ulifanikiwa siku ile ulipopiga magoti mbele yangu leo. Sio siku magazeti yalipochapisha picha yako. Nje Dar es Salaam iliendelea kunguruma, honi, muziki kutoka baa fulani, sauti za watu wakibishana kwenye joto, jenereta zikigugumia mbali. Mji daima ulikuwa unaenda kasi, ukisukuma watu wapande juu zaidi, waende haraka zaidi, juu, juu, juu. Lakini ndani ya hicho jikoni kidogo cha nyumba ya Masaki usiku huo, watu wawili hawakuwa wanapanda juu wala kushuka chini. Walikuwa wanarudi tu, kurudi kwenye mlo rahisi. Kurudi kwenye maneno mama zinazosemwa si kwa wajibu bali kwa upendo. Kurudi kwenye mahali ambapo mama hakuhisi kama mgeni ndani ya nyumba ya mwanawe. Na hadithi ikafungwa kwa funzo ambalo kila familia ya Kitanzania inaelewa. Tajiri au maskini, kijijini au mjini, yeyote anayesahau mizizi yake hujisahau mwenyewe. Yeyote anayemdharau aliyemlea hupoteza kila kitu. Kwa sababu katika dunia ambako pesa zinakuja na kuondoka, nyumba zinanunuliwa na kuuzwa, na majina yanapanda na kushuka, upendo wa mama ndio kitu kimoja ambacho ukikikanyaga huwezi kukinunua tena. Rafiki yangu mpendwa, baada ya maumivu yote, maneno yasiyoweza kurudishwa na machozi yaliyodondoka kwenye sakafu baridi ya bafu, tumejifunza jambo muhimu sana katika maisha haya: unaweza kujenga nyumba mpya, lakini huwezi kujenga mama mpya. Unaweza kuchagua mke, kuchagua marafiki, lakini huwezi kuchagua mwanamke aliyekulea kwa sadaka na upendo usiokauka. Tanzania tunasema mti unaosahau mizizi yake utaanguka. Tukisahau mikono iliyotulisha, tukisahau milo rahisi ambayo mama zetu waliipika kwa upendo safi, basi tunajipoteza kabla hatujampoteza mtu mwingine yeyote. Kumbuka, usimruhusu mtu yeyote aite upishi wa mama yako chakula cha maskini. Usimruhusu mtu yeyote amfanye mama yako aogope ndani ya nyumba yako mwenyewe.
Na usiache mafanikio yakakupofusha macho usione mizizi yako. Kabla hujaondoka kwenye video hii, ningependa kujua unaangalia kutoka wapi? Dar es Salaam, Dodoma, Arusha, Mwanza, London, New York. Toa maoni ya mji wako. Tuone hadithi hii imegusa mioyo wapi duniani. Na kama hadithi ya leo imekufanya ufikiri, imekufanya umkose mama yako, au imeufanya moyo wako upunguze mwendo kwa muda mfupi tu, bonyeza subscribe sasa hivi. Gusa like ili YouTube ijue unataka hadithi zaidi kama hizi. Shiriki video hii na mtu kama ukumbusho wa upole. Usimwache mama yako amwage machozi kwa sababu ya ukimya wako. Asante kwa kutoa muda wako wa thamani kusikiliza. Tutaonana kwenye hadithi inayofuata za Kiafrika, hadithi si za kusikia tu, bali za kuishi, kukumbuka na kukua nazo.